Yes, habari. Karibu nifunze Tech. Leo tunaendelea na somo la kwanza la Microsoft Word. Of course nilitoa kidogo utangulizi nikazungumzia kuhusiana na Microsoft Office Package. Kwa kwenye video hii tutakwenda kuanza somo la kwanza la Microsoft Word ambao tunasema ni moja ya program ambayo inapatikana katika ile Office Package ya Microsoft. Utakuwa nami Herman Morilo kama mwalimu wako katika hii course ya Microsoft Office. Ungana nami. Kwanza tuangalie Microsoft Word. Hii ni sema kwamba ni program ambayo inashughulika na maandishi, mambo ya document. Kwa ukizungumzia mambo ya document, kuzungumzia mambo ya maandishi, unazungumzia kuhusiana na Microsoft Word. Hasa kwa lugha nyepesi nikasema kwamba Microsoft Word unapoifikiria kama vile kalamu na karatasi. Kwa hiyo unakuwa na karatasi yako afu unakuwa na kalamu, then unaanza kuandika. Ile inakuwa ni document, yale yanakuwa ni maandishi. Hiyo ndo Microsoft Word. Sasa matumizi ya Word, kwanza tunatumia Word kwa ajili ya kuandika barua, kama ni barua labda za kirafiki, za kuomba kazi, tunatumia Word kuweza pia kuandaa ripoti za vyuoni, ripoti za ofisini, lakini pia tunatumia Word kuweza kuandika vitabu. Lakini pia tunatumia Word pia kuweza kudesign CVs, ndio inakuwa ni Microsoft Word. Hasa kwenye video hii tutakwenda kuzungumzia vitu viwili. Cha kwanza tutaangalia jinsi ya kufungua Microsoft Word. Hapa tutakwenda kufanya practical tuweze kuona hiyo programu yetu unaifungua vipi na muonekano wake uko vipi. Ndio lengo hasa la hii video yetu ya leo. Tutaanza nyingine ambayo njia utakuja kwenye sehemu ya search. Hapa kwenye kusearch utasearch Word. Ukisearch Word, baada ya hapo Word itakuja hapa, utaingia kwenye sehemu ya open, utafungua hiyo Microsoft Word. Mimi hapa natumia Microsoft Word ambayo tunasema ni toleo la 2024 kama inavyoonekana hapa. Sasa ukiangalia kwa umakini, kuna huu upande ambao ni upande wa kushoto, alafu kuna upande wa kulia. Tunaanza kuandika kuanzia mwanzo, basi itanibidi niingie kwenye hii sehemu ya blank document. Alafu pia kuna hizi ambazo zinaonekana hapa. Hizi ni template. Tunapozungumzia template, maana yake hawa jamaa tayari wameshakuandalia tunasema ule mpangilio wa kazi fulani. Kwa hiyo ule mpangilio unaweza wewe ukautumia then ukaanza kufanyia editing. Kwa hizi ni kazi ambazo tayari zimeshaandaliwa. Kwa hiyo kuna hizi report, of course hizi ni template za report. Kuna report, kuna newsletters, of course kama inavyoonekana hapa. Hii ni template ambayo unaweza ukaitumia kuweza kuandaa report yako. Hii inaitwa ni template ambayo pia unaweza ukaitumia kuweza kufanyia kazi zako. Hizi zinaitwa ni template. Alafu pia kwa chini kuna kuwa na sehemu ya recent. Tunapozungumzia recent ni zile kazi ambazo tayari umeshazifungua. Mara nyingi zile kazi utazikuta kwenye hii sehemu ya recent. Alafu pia huu ni upande wa kulia. Upande wa kushoto ukiangalia hapa, manake hapa tulipo ni sehemu ya home. Alafu kuna hii sehemu ya chini ambayo ni sehemu ya new. Hapa kwenye new manake inakuruhusu kuweza kutengeneza faili jipya au kuanza kazi mpya, hii kwenye new. Kwa muda mwingine unaweza ukaja kwenye sehemu ya black document hapa, ukabonyeza hapo ukaanza kufanya kazi yako, au ukaingia kwenye hii sehemu ya new. Zote zinafanya kazi ile. Alafu kuna hii sehemu inakuwa ni sehemu ya open. Hapa kwenye sehemu ya open, hii ni sehemu ambayo inakuruhusu kuweza kufungua kazi ambayo tayari ushakuifanya. Kuweza kufungua hiyo kazi ili uanze kuifanyia labda editing. Hiyo ndio option ya sehemu ya open. Kwa kwenye open unaweza labda open labda kwenye this PC, ukatafuta hiyo kazi yako inapatikana kwenye folder gani, kama labda uliweka online pia kwenye OneDrive, unaweza pia ukaingia kwenye OneDrive kule online ambapo kwenye cloud, ukatafuta file lako ukaweza kuliopen. Ingawaje hii hapa option inakubidi uwe connected katika internet ili ifanye kazi. Alafu pia kuna sehemu ya browse. Kwenye browse hapa maana yake inakuruhusu kuingia katika folder za kompyuta zako, zeni utakuwa na uwezo wa kutafuta kazi yako inapatikana wapi, zeni utakuwa na uwezo wa kuweza kufungua hiyo option kama jinsi inavyoonekana hapo. Alafu pia kuna options zingine hizi hapa kama account, kwenye inavyoonekana hapa. Hii ni email yako ya Microsoft kama inavyoonekana hapa. Alafu pia kuna kitu cha msingi hapa, kuna hii hapa office background. Tunapozungumzia office background, simona huko juu
ukiangalia huko juu kuna hii background ambayo unaiona hapa. Hii pia na yenyewe unaweza ukachange ukaweka background ambayo umeona huko juu inavyokuwa inabadilika. Unaweza ukachange ukaweka labda kama ni cloud kama inavyoonekana hapa, ukachange background ukaweka yote ile ambayo wewe unaona kwa wewe itakuwa na muonekano mzuri. Hizi ni background, unaweza ukachange kama ni star, unaweza ukachange ukaweka star kama inavyoonekana hapa. Alafu pia kuna hii office theme. Kwenye office theme hapa unakuwa na uwezo kubadilisha theme ya program yako ya Word kama inavyoonekana hapa. Of course hii ni white. Lakini pia unaweza ukachange ukaweka labda kama ni dark gray, unaweza ukaona. Hizi ni product informations kama inavyoonekana hapa. Hii ni version 2000 na ngapi? 2024 office hii. Pia kuna option nyingine ni hii hapa ya mwisho ambayo ni option. Sasa kwenye option hapa unapata hii tunasema ni setting. Sasa ukiangalia kuna hii ambayo inasema ni personalize your copy of your Microsoft Office. Sasa hapa ndipo unapoweka utambulisho wako. Kwa mara nyingi unapokuwa unaandaa labda kama ni document labda kama ni report labda, hapa unaweka username. Kwa maana yake document zote ambazo utakuwa unaziandaa wewe kwenye hii programu yako, basi author au yule tunasema ambaye atakuwa ni mwandishi atakuwa ni jina lako litakuwa linaonekana hapa. Kwa hizi ni setting ambazo unaweza ukazifanya, ingawa sio lazima sana. Unaweza ukapitia vitu viko vingi sana hapa, unaweza ukaona pia. Mpaka hapa huu ndio mwisho wa video hii, lakini kwenye video ambayo itafuatia tutakwenda kuingia ndani, tuanze kujifunza hizi toolbar, hizi ribbon, tuweze kuangalia zinafanya kazi gani. Tutakwenda kuingia ndani zaidi tuangalie hizo menu za Microsoft Office Word zinafanya kazi gani.